Shalom shalom, watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena tunajifunza somo linaitwa Tumaini Jipya. Kabla ya kuendelea na tuombe. Asante Mungu uketie mahali pa juu palipoinuka. Umetupa nafasi na neema tena ya kukutanika mahali hapa. Na kusihi Roho Mtakatifu pamoja na sisi ukatufundisha na kutufunulia yote ambayo Mungu katika somo hili ambalo Baba tunaloliendea. Amina. Katika kile kitabu cha Nabii Isaya sura ile ya 40 mstari ule wa kwanza, neno la Mungu linasema, watulizieni mioyo, watulizieni mioyo, watu wangu asema Mungu. Neno la Mungu linasema, watulizieni mioyo, watulizieni mioyo, watu wangu asema Mungu wenu. Katika lugha ya mkoloni nasema, comfort, yes comfort my people, say your God. Petro kwanza sura ya 2 mstari wa 24, neno la Mungu linasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Haleluya! Tunapozungumzia swala la tumaini jipya, ni tumaini jipya lipo kwa sababu Yesu alikufa pale msalabani. Kwa sababu alipopigwa sisi tumepona. Tunajua zipo katika nyakati hizi, kuna hali tofauti zinaendelea kwenye maisha yetu ya kila siku. Tukiangalia kwa mfano gonjwa la Ebola ambavyo linaua watu wengi wanateseka, na katika nyakati tofauti yamekuwa magonjwa, yamekuwa matukio mbalimbali ambayo yanaumiza mioyo za watu. Lakini bado Mungu anaendelea kusisitiza kwenye kile kitabu cha Isaya kwamba comfort my people. Maana ya comfort kwa lugha ya mkoloni, comfort maana yake ni faraja. Maana yake kwamba bado liko tumaini msalabani. Haleluya! Yako magonjwa, ziko shida tofauti, lakini Yesu yote aliyamaliza pale msalabani. Damu yake ilipomwagika alisema yote imekwisha. Kwa hiyo liko tumaini. Unapopata changamoto, unapopata shida, unapopata matatizo yoyote, kimbilia kwenye tumaini. Waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ile ya 8 mstari wa 37, neno la Mungu linasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli kabisa changamoto zipo, ni kweli kabisa magonjwa yapo, ni kweli kabisa tabu zipo, lakini katika yote tunashinda kwa yeye aliyetupenda. Ndio neno la Mungu linasema. Maana hata wakati yuko msalabani, wakati Yesu anaaga dunia miaka 2000 iliyopita, kwenye ile Injili ya Yohana sura ile ya 17 alisema kwamba haombi tutoke duniani, ila anaomba atulinde na yule mwovu. Kwa hiyo ameahidi atatulinda na yule mwovu. Hata kama una changamoto, mwangalie yeye pale msalabani. Ameahidi kabisa atatulinda na yule mwovu, na utaliona tumaini jipya kwenye hizi siku za mwisho. Lakini pia tunamalizia kusema katika kile kitabu cha Wafilipi sura ile ya 4 mstari wa 13, neno la Mungu linasema, nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini kwa lugha ya mkoloni, yani Kiingereza, imefafanua vizuri zaidi, nasema hivi, I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things through Christ who strengthens me. Maana yake kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye Kristo ambaye anaweza kutupa nguvu na kutuimarisha. Iwe ni tabu, iwe ni magonjwa, iwe ni shida, Mungu anaweza kukusaidia endapo ukimtazama na kufuata kanuni zake. Kama neno la Mungu linavyosema, wakinipenda watazishika amri zangu. Haleluya, haleluya. Karibuni tena kwenye kipindi tena wakati mwingine. Mpaka tena wakati mwingine. Mungu awabariki sana. Amen.